na alikuwa pia mwalimu kwenye vyuo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesimama hapa kama familia ya Bashikuma, watoto ya Paa. Paa ndo babu yetu, sio Paa ya ubisi, ni Paa jina ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa mbele zenu. Jamani wa kushuti, mnaweka fujo, shukeni kule chini. Tumesimama mbele zenu kwa ajili ya kutoa. Tuna watu tu wameruhusika, lakini wengine wote mmeleta sasa fujo. Maisha ya mchungaji, maisha ya marehemu, maisha ya ndugu yetu. Tunakaribisha kijana ili hasa watu wasini. Mngetulia kabisa, muwe chini. Tunakaribisha kijana ili aweze kusoma. Tunakaribisha kijana, mzee zungumza tu, acha hiyo, aweze kuwasomea maisha ya mchungaji, maisha ya ndugu yetu, maisha ya mtumishi wa Mungu. Karibu kijana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ifuatayo ni hotuba fupi ya maisha ya marehemu. Watu wa Masimu, jamani, mniruhusu watu waone kinachoendelea. Kwa jina la marehemu alijulikana kwa majina ya Mwami Amango Louis, wa jamaa la Bashikuma Banenge, nyumba ya Mbangwa. Jina la babaye alijulikana kwa jina la Amango Lomande Ondoelo. Jina la mamaye alijulikana kwa jina la Tosha Sango Bernadette, wa jamaa la Babungwe Bashinundu, nyumba ya Longo. Tarehe na mahali pa kuzaliwa: marehemu amezaliwa pa Lusambo Zimbwe tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 1948. Elimu ya kawaida: marehemu alimaliza shule la msingi na shule la sekondari. Elimu ya dini: marehemu alisoma shule la Biblia Nairobi, Kenya, kwa shule linalojulikana kwa jina la NPBC. Baadaye alikuja kuendelea na majifunzo mengine ya Biblia. Hapa kambini amepitia kwenye chuo cha AFMIN, amepitia pia kwenye chuo cha ICM, na hata mtandaoni pia amejiunga na vyuo vingine na akapata kidato chake cha bachelor degree katika theology. Kazi: tukianzia na kazi ya kawaida kwa sababu ndio inatuhusu sana. Kazi yake ya kawaida, kwa kweli marehemu Mungu alimjalia sana kujifunza kazi tofauti tofauti. Kwanza kabisa alijihusisha na biashara, akaweka duka, aliweka boti, hata na kipi pia aliweka. Lakini pamoja na biashara alijihusisha pia na kazi ya kilimo, alipanda kahawa na pia mingazi. Aliendelea na akafanya pia kazi ya ufugaji, alifuga ng'ombe. Marehemu
alijifunza pia kazi ya ufundi seremala, alikuwa fundi seremala pia, na hakuishia hapo, alijifunza na kazi ya uwashi, manake ujenzi. Alikuwa mwashi mzuri sana na alikuwa injinia. Na kazi ya kiroho tumesema tutaachia kanisa, lakini niruhusu niseme tu ili moja tu kwamba alifanya kazi ya uchungaji na alikuwa pia mwalimu kwenye vyuo tofauti tofauti vya Biblia. Ndoa, marehemu alioa mke wake mmoja tu anayejulikana kwa jina la Keshia na Abwe Nyasa wa jamaa la Bashiniji nyuma ya Baboja. Watoto, marehemu alizaa watoto 11. Miongoni mwao watoto 4 walikuwa wavulana na 7 walikuwa wasichana. Kwa hiyo watoto 2 walifariki, wakasalia hai watoto 9, wakiwemo wavulana 3 na wasichana 6. Wajukuu, jumla ya wajukuu wa kike na wa kiume wote ni 57, na alifariki mmoja tu. Vitukuu, jumla ya vitukuu kwa jumla wa kike na wa kiume wote ni vitukuu 18. Familia yote kwa jumla ambao marehemu ameacha ni watu 84. Magonjwa, marehemu amesumbuliwa sana na magonjwa ya macho kwa muda mrefu kabisa, na amegunduliwa kwamba macho hayo yalisababishwa na ugonjwa wa kisukari. Lakini pia iliibuka gonjwa lingine ambalo ni gonjwa la kiharusi au kupooza. Hilo ndio limemweka ndani kabisa. Tukajaribu kwa jinsi yetu yote kumtibisha, lakini haikuwezekana. Tulimpeleka Biharu, tukapeleka Burundi, pale Kibuye, tukapeleka Mfugwe, tulienda naye Kasulu. Yote hayo hayakuwezekana. Tukamkabidhi Mungu, tukakabidhi waombaji wao wanamwombea. Pamoja na kumwombea, lakini tiba mbadala ziliendelea. Basi Mungu alimpenda zaidi ya jinsi tulivyompenda sisi. Ilipofika juzi Jumatatu tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka huu saa 10:35 marehemu akawa ameaga dunia hapo kwenye hospitali kuu ya Nyarugusu. Basi miaka ambayo marehemu ameishi kwa jumla ni miaka 78. Mungu amlaze mahali pema marehemu. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijawapa mwenendo wa msiba, kuna neno ambaye nataka kukosoa kidogo msikie. Ili ambaye napenda kulizungumza hapa, ninyi wote ambao mkuja kutusaidia